Wanangu, mimi sina jipya. Kilo changu ni kile kile cha siku zote, ila nilikuwa kimya kwa sababu baba nimeona umepata matatizo, lakini kwa sasa umeshapona. Kwa hiyo mnaweza kuangalia ni namna gani na mimi nipate mjukuu. Mama, kile unachotuambia sisi watu tunakisikiliza na kukifanyia kazi. Kwa hiyo kwa sasa sisi... Msubiri kwanza. Mama, tunaomba muda kidogo. Kila kitu kitakuwa sawa. Maana hata sisi tunatamani sana kuwa na mtoto. Japokuwa nini? Mwanangu, wakati ni ukuta. Usipoutumia utakuja kumta. Ashakumsema tusi. Wewe umekatwa mguu tu baba, lakini viungo vyako vingine vyote ni vizima. Jiamini. Uonomi wako uko pale pale. Kama huyu binti yangu hataki kucheza na wewe usiku, niambie mimi bila kunionea aibu. Mimi huyu na mudu. Hapana mama, sijamaanisha hivyo. Ila niliomba muda kidogo tu. Mume wangu, simwambie ukweli tu. Mama, kwa sasa mimi ni mjamzito. We, ndio. Unasema kweli mwanangu? Baba, mke wako ni mjamzito? Jamani, alhamdulillah. Jamani, siamini. Na mimi nakuwa bibi. Nenda kuitwa bibi na mimi. Siamini jamani. Nimefurahi wanangu. Mtoto wangu kweli? Wewe anga dengele cheleko. Na mimi dengele cheleko. Mapenzi si kila yanayoonekana ni Bibi! Bibi! Unataka nini? Shikamoo bibi. Eleza shida yako. Mimi nina mazungumzo na wewe kidogo bibi. Unapoteza muda wangu. Hebu eleza shida yako haraka sana. Bibi, hapa duniani kila mtu na lake. Hivyo nakuomba acha kabisa kufuata mambo ya watu. Najua una uwezo wa kuona mengi sana, ila mengine hayakuhusu. Hivyo kaa nayo mbali. Hicho ndio umekifuata kwangu? Basi ondoa shaka. Mimi sina ubaya na wewe. Endelea kuwafanyia ubaya watu wanayokupenda. Bibi, unataka bei gani ili utunze siri yangu? Sitaki kabisa kwenye jambo hili nionekane. Sitaki pesa yako. Nachotaka mpango wangu utimie, ili watu wautumie kama fundisho, na hivyo kuwa na amani. Usikanyage tena nyumbani kwangu. Karibu. Kumbe unaogopa? Mr. Twiz. Furaha ya asubuhi. Bila shaka kuna jambo dokta.
Yes, Mr. Twiz. Kwa hiyo hakikisheni majukumu yangu nayamaliza mapema sana. Kuna ratiba nyingine dokta? Maana sio kawaida yako kuondoka kituoni kabla muda wako. Unajua Mr. Twiz, kuna wakati lazima ujipe muda wa kuenjoy. Unajua kwa sasa ni maisha yetu mafupi mno. Kwa hiyo ni lazima ujipe muda wa kuwekeza furaha yako. Nakuelewa sana dokta, lakini natamani sana nifahamu siri ya tabasamu lako asubuhi hii ya leo. Wewe umeamua kuwa mpinzani wangu Twiz. Kwa sidhani kama unaweza ukanielewa zaidi ya kunihubiria hayo mahubiri yako ya kila siku. Hapana bana dokta, mimi siwezi kuwa mpinzani wako. Kwa muhimu wa urafiki wetu naweza kukunga mkono kwa kila kitu unachokitaka nje. Hiyo itapendeza sana Dr. Twiz. Lakini nikwambie tu, hakuna jambo kubwa. Yaani ni kama vile tu wasanii wa muziki walivyoimba wa mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka. Talaka? Umefikiria mara mbili kaka? Mbona shemeji ni mtu mzuri sana? Mwisho kweli ushinda. Kaka, amekukosea nini shemeji? Ndugu wangu, ni bora nichukue maamuzi haya. Kwa sababu najiona kabisa hasira ninazokuwa nazo naweza nifanye kitu kibaya ambacho kitaleta taharuki kwenye jamii. Sawa. Mimi nakubaliana na maamuzi yako. Lakini hebu niambie bro. Shemeji amekukosea nini? Siwezi kusema hilo tatizo. Lakini ni bora nitoe talaka. Sasa unatoaje talaka bila kusema tatizo? Mimi nitakushauri nini hapa? Nakumbuka ukitoa talaka tu kitaitishwa kikao cha familia, itabidi useme tatizo. Sasa kama hutaki kusema tatizo, mimi nitakushauri nini? Na kwenye familia utakwenda kusema nini bro? Kaka, ndoa haipo hivyo. Na tatizo halitatuliwi hivyo. Ni lazima useme sababu ya msingi. Kumbuka kaka, hii ni ndoa. Lazima ujiridhishe ya kwamba kosa kweli ni kosa na shemeji anastahili kupata adhabu hiyo. Mimi nakushauri, rudisha moyo nyuma. Kuna matatizo mengine yanashaurika ndani. Kaa ndani na mke wako muyamalize. Kama ulivyoshindwa kuniambia tatizo, basi unampenda mke. Kaka, hii talaka haina maana yoyote. Shemeji ni mtu mzuri sana. Kwanza ananifurahia, ananipikia chakula kizuri. Una sababu gani ya kumwacha? Haina maana. Dada wenyewe wenyewe jamani, tumeenda kuzuru nilikuwa nakupigia hivi. vipi za nyumbani. Dada, hali ya ndoa yangu imekuwa mbaya sana. Mwisho kweli ushinda. Kwa sasa mimi na mume wangu masikilizano yetu yamepungua, na kila siku naona mume wangu anazidi kubadilika.
Kwani kuna sehemu umemkosea? Mbona shemeji ni mstaarabu na huwa unaniambia anakupenda, anakuheshimu na kila unachotaka anakufanyia. Sasa leo imekuwaje tena? Hata mimi sielewi dada, naona amebadilika ghafla tu, na kitu kinachonitia hofu zaidi ni maneno ya Bikwega. Bikwega amekwambia nini tena? Anasema kuna kitu kibaya kitamtokea mume wangu kama sijafanya maombi. Hebu acha kusikiliza maneno ya watu, mdogo wangu. Bikwega mtaa mzima au anamjua kama si mtu mzuri. Sasa unataka kumwamini kweli? Mimi nitamtafuta shemeji, nitaongea naye. Labda kuna kitu umemkosea lakini anashindwa kukuambia. Fanya hivyo dada, mimi nampenda sana mume wangu, naomba uongee naye. Usijali mdogo wangu, mimi najua mume wako anakupenda sana. Hebu tabasamu basi na wewe kidogo. Tuingie basi ndani. Dr. Njenje, inaonekana leo na furaha kubwa sana kuliko jana. Inaonekana leo mke wako amekwambia maneno mazuri sana. Kesho nzuri inaandaliwa. Hivyo jana yangu iliisha vizuri sana. Ndio maana leo yangu imenawili na kustawisha tabasamu langu. Kumbe sio dokta mzuri wa kutibu maradhi peke yake, bali hata kwenye maneno ni mzuri sana. Yes. Kuna magonjwa hayatibiki kwa sindano. Unajua kuna wakati unampokea mgonjwa, unampima vipimo vyote, lakini haugundui tatizo. Katika kumpeleleza zaidi na kumchunguza, unagundua kwamba ana msongo wa mawazo. Kwa hiyo lazima ukae naye chini na uzungumze naye kwa maneno mazuri ili awe sawa. Nimejifunza kitu dokta. Pia nashukuru sana, hali niliyokuja nayo na sasa ni tofauti. Umenihudumia vizuri sana dokta. Ndo wajibu wetu sisi madaktari kuhakikisha kwamba tunapambana na magonjwa ya binadamu huku tukimweka Mungu mbele. Na Mungu atawasimamia. Amina. Ugua pole mama. Sasa ninatakiwa ni cheki pressure yako kwa sababu inaonekana jana ilishuka kidogo. Kwa hebu tuangalie muda huu alafu tuone nini cha kufanya. Yaani mume wangu anaonesha kutokubaliana na huu ujauzito. Ni kama vile anajua huu sio ujauzito wake. Hii hali inanitisha sana rafiki yangu. Umeona nini mpaka unasema hivyo Rona? Hauna wewe hofu ndio imekutawala. Yaani kuna muda unakuwa kama mtoto 2000 akati umeshakubua. Namjua vizuri mume wangu. Niko naye kwenye ndoa mwaka wa 6 sasa. Lakini kwa sasa naona sura tofauti kabisa. Unataka kusema kwamba ana machale kiasi kwamba mpaka ajue hiyo mimba sio ya kwake? Au una ratiba kumpa mume wako kwa ratiba maalum? Unajua katika ndoa kama unakuwa na tabia ya kumpa mume wako kwa fujo, yani muda wote na mahali popote, hiyo tabia inakuwa inasaidia mambo mengi sana. Lakini ndugu yangu, kama ulikuwa unampa kwa ratiba maalum, basi muda huo anapiga hesabu ya tarehe. Na ni rahisi kugundua magendo yaliyomo humo tumboni mwako. Hapana. Yaani mume wangu anavyopenda kushuhudia mende akipata ajali, ni ngumu mimi kupanga ratiba. Ila kwa sasa hamuana kabisa, na kila nikihitaji anakataa katukatu. Ewa. Sasa hapo ndo unajifanya mimba yako sasa ndo inamfanya akuchukie. Ongeza usumbufu.
Tena usione haibu kabisa, ikibidi mshtaki hata kwa mshenga wake. Mwambie anakunyima haki yako ya msingi. Yaani kikubwa tu yeye aone kwamba haya mambo yapo serious. Sawa, nimekuelewa. Na akikusumbua sana, niambie tutafute njia mbadala. Walikuwa marafiki wa karibu sana, wakishirikiana furaha na shida za maisha. Oh, umeshafika. Na mimi ndo namaliza kazi muda huu. Kwa naweka vitu sawa hapa ili niweze kutoka kipenzi. Oh, usichelewe baby. Mimi nimelala hapa kitandani. Ubaridi wa feni unanitesa sana. Nafika muda si mrefu kipenzi. Yaani hujui jinsi leo nimejiandaa kupata kumbatio lako Zabina. Kweli baby. Basi wewe unitibie mwenzio. Nimezidiwa na homa ya mapenzi. Zabina, utaniua kwa maneno yako matamu wewe mtoto. Yaani hapa mwili wangu umeshapokea kabla hata sijafika. Sasa sijui nikifika huko itakuwaje. Njoo haraka bwana. Mimi nitapiga kelele mwenzio. Okay, usijali. Dakika 10 nitakuwa hapo. Yeah. Okay. Dokta, kuna mgonjwa wa dharura na kuhitaji haraka sana. Dokta, mgonjwa yuko serious sana. Tafadhali tumsaidie. Mapenzi si kila yanayoonekana ni ya kweli. Walikuwa marafiki wa karibu sana, wakishirikiana furaha na shida za maisha. Siri zote walizifungua bila hofu moyoni, bila kujua mmoja alikuwa na tamaa moyoni. Akamwona mume wa shoga yake kwa tamaa.